Stay with Cousins. The podcast. Aya. Ndoani, changu ni changu ama chetu ni chetu. Let's discuss this way. To check pros and cons. Tuangalie advantage and disadvantage za kuwa na changu ni changu. Na chetu ni chetu. Chetu ni chetu. Ya kwanza, chetu ni chetu. Advantage moja hapo, chetu ni chetu. Okay. Ukuaji wa kiuchumi. Sahihi. Okay. Mama anapambana, baba anapambana. They bring both to the table. Yes. Chetu ni chetu baba. Tunafanyaje? Tufungue kampuni, tufungue duka. Powerful. Mnapanda together. Wewe angalia sasa hivi kwenye familia kubwa za kitajiri duniani, ukiangalia let's say kama Jeff Bezos, mmiliki wa Amazon. Yes. Yeye alivyokuwa na mke wake, uchumi wao ulikuwa mpaka jamaa alikuwa namba 2, walivyoachana tu. Na kwa sababu mke aliclaim mali, kwa lazima agawe. Akisema Jeff kama Jeff anakuwa hana ndio sababu kasha. Lakini when they were together, walikuwa up. Mwangalie Beyonce na Jay-Z. Ni watu ambao wamekuwa kwa sababu walikuwa na uchumi wa pamoja. Ukiangalia ukitoa net worth ya Beyonce na net worth ya Jay-Z, ukiziweka tofauti, unamshusha Jay-Z kwenye nini? Kwenye utajiri wake. Lakini pia Jay-Z ni msanii wa hip hop peke yake ambaye amekuwa anamiliki $billions, yani ni billionaire wa kwanza, wanamuziki mweusi wa kwanza ambaye ni billionaire. Lakini kwenye hiyo thamani ambayo inafanya yeye billionaire wa kwanza, kuna mkwanja wa Beyonce pia wapi? Huko ndani. Hapo. Ukiutoa mkwanja wa Beyonce unafanya nini? Unamshusha. Sijui na kwa Beyonce ingekuwa kama kazi namba 2 pale sema changu ni changu. Jay-Z asingekuwa kwenye peak. Kwa Beyonce amekubali mume wake akae kuwa the first billionaire hip hop artist, lakini akijua kabisa Beyonce kuna hela yangu pale. Na jamii pia ikijua kuna hela ya Beyonce, lakini bado imemcrown Jay-Z kwa sababu he's the head of the family. Why can't you just ni agreements apia which you cannot do? I can do. I can do. But mpaka niwe nimemwamini sana huyo mtu. Sasa unaanzaje kuamini kama ndo unakuwa na hizo mentality? Baada ya kumchunguza muda mrefu sana. Okay. Na hapo tayari umeolewa, lakini unajua. Yaani unamchunguzaje mtu ukiwa ndani ya ndoa? Okay, huwezi. Yaani ukishaingia ndani ya ndoa, mimi tayari nimekubaliana na conditions zote. Mbona mnasema mko ndani ya ndoa lakini bado muwe na side issues? Hizo tunaweka kama in case of emergency. Wewe mama ni wanawake washindwa leo na vitu vyao wanavichomoza tu. Yeah, kwa advantage moja hapo kwamba chetu ni chetu, ni kwamba kama mnanyanyuka pamoja. Lakini pia legacy ya familia. Yes. Unajua family kama pamoja wanaona kabisa baba na mama wanafanya hiki. Kuna kampuni labda sijui nani na nani, unajua vile umeandika labda jina lako ni P na Q, P&Q companies, unajua vile yani unaacha legacy ya familia vizuri. Lakini sawa, mimi na own kiwanda changu cha kuteleza mbao. Sasa familia ikija hata baadaye ili kwa mali ya mama, ni mwisho wa siku watu wa upande wako wanaweza kusema ilikuwa ya mwanetu au ya dada yetu au ya kaka yetu, kwa sababu haikuwa owned by the two. Tayari hiyo ni sababu ikiwa owned by the two, watu hawawezi kuja kuclaim. Lakini faida moja wapo ni kama nilivyosema, ni legacy ya familia. Yaani vitu vikimilikiwa wote automatically vinabaki hapo ndani. Lakini mkiwa mnaliki singular, hasara yake ni kwamba familia yako wewe mwanaume inaweza kaja kuclaim. Na familia ya mwanamke inaweza kufanya nini? Kuclaim sababu hamkuwa binded together. You see? Okay. Lakini hayo yote, twende mbele turudi nyuma. Sawa. Hayo yote yanatokana na kubadilika kwa generations. Okay. Generation iliyokuwepo nyuma sio sawa na generation tulio. Hiyo tukubali kabisa. Tunavyoongelea haya masuala yote ni yanabadilika kulingana na generation zinavyobadilika. Okay. Zamani ilikuwa hata kwenye swala la kuoa
mwanaume unashauriwa na wazazi na familia kwamba ile familia pale imetulia, ile ni ya kuoa, hii si ya kuoa, unaelewa. Lakini kwa generation hii tuliopo sasa hivi, ni nani ungamwambia oa pale? Wewe bwana. Hapana, ndo kwanza mtu anakuambia vile sio vitu vyangu. Mimi nataka huko, sitaki huko. Imagine kuna watu wanaoana, ukiuliza historia yao, tumekutana ba. Unaelewa? Tena tumekutana ba, pengine mwanamke alikuwa labda anakunywa zaidi ya mwanaume. Alafu huyo mtu unataka uingie naye kwenye ndoa aache pombe. How comes? Kwa sasa utafanyaje? Unaelewa? Kwa sasa kwenye haya mambo, jinsi tunavyozidi kwenda na mambo yanazidi kubadilika. Wanawake wamekuwa kama wanajidefense, wanajitengenezea mazingira ya kujidefense kutokana na matukio yaliyokuwa yanawatokea nyuma. Unaelewa? Kwamba yale matukio aidha ya kunyang'anywa mali, ya kufanyaje. Kuna watu tunaona familia, hata kama ndio mali ziko chini ya mwanaume alikuwa anamheshimu sana mwanamke, hakuna kitu amemficha, hakuna kitu amefanyaje. Na yeye aliamini kwamba huyu mtu mimi ni mume wangu, yeye ana take lead ya kila kitu. Mali hii ndio iko chini ya jina lake, lakini ni ya kwetu. Lakini baada ya mwanaume kufariki, unakuta ndugu anaingilia kati, yule mwanamke anaporwa kila kitu. Unaelewa? Sasa yale matukio ndio yaliwafanya wanawake kusema okay, I have to own. Unaelewa? Kwa jina langu. Yani mimi kama mimi. In case of anything. Yani tumekuwa ni wale watu wa kuishi in case of anything. Yani tunaweka ile negativity. Kwa sababu gani? Ni tumeumizwa. Tayari tuna yale mizigo ya nyuma. Yes. Kwa tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Yani ndio mimi nitaongea hivi na nini. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, ni kweli lazima vitu viwe, yani hakuna ile kufichana. Kwenye swala lazima la ndoa, sijui mahusiano, kufichana sio jambo zuri. Sema mimi nina hiki, mimi nina hiki, tuweke pamoja. Tukiweka nguvu za pamoja tunafika mbali. Hata kwenye biashara, nikisema nifanye mimi kama mimi, ndio naweza nikafika mbali, lakini naweza kanichukua 10 years kufika mbali. Lakini tukiwa wawili tunataka 5 years kufika mbali. Umeona miaka 5 mingine. Yes, ile unit, ile nguvu ya pamoja inasaidia. Lakini wengi hawafanyi hivyo kwa sababu gani? Sasa hivi watu wanaingia kwenye mahusiano, yani ile nusu huyu yumo. Yani ngoja kwanza muangalie yumo. Hapa panaeleweka. Akiona paeleweki kwa sasa huo muda yani anachungulia. Utakuta mtu anachungulia miaka 5, miaka 6. Mtu anachunguliaga tu Na hiyo ni ndoa, kumbuka. Hapo sasa utakuta mtu kanunua kiwanja ambaye siwezi kumwambia, bado sina uhakika. Sijui kaanza ujenzi, siwezi kumwambia. Yani ule uaminifu kwa sababu ya hamna, kwa sababu ya matukio mengi yanayoendelea kutokea kwenye jamii, dunia sasa hivi. Mimi naona ifike hatua. Yani kama unaamua kuanzisha safari ya mahusiano na mtu, muamini. Na yeye from the beginning. Lakini pia hakuna sababu, kwa sababu najua sisi tunaamini 1% kubwa. Japo sasa hivi kuna vice versa. Wanaume ndo yani mwanaume anamfuata mwanamke. Sasa nyinyi mnaotufuata, mkiweka ile kwamba mpaka namfuata mtu, mimi nimempenda, nina nia ya dhati ya kwenda naye. Na yeye na sisi wanawake tukisema mpaka namkubalia mtu, means nina nia njema ya kwenda safari moja na huyu mtu. Umeona? Ikiwepo hiyo kitu, hii migogoro haitakuwepo, kwa sababu tunaanzisha mahusiano tayari tuna ile kuaminiana. Madhaifu yapo, lakini unakaa na mtu ambaye madhaifu yake unaweza kuyahandle, unaweza kuyabeba. Yes. Lakini kama hicho kitu hakuna, tutarudi hapa tena kudiscuss why tunafichana. Mtu anaficha kwa sababu mimi nina familia, pengine nina wadogo, nina mama, nina baba. Ukiingia kwenye ndoa, yani achana na ndoa, achana na mahusiano, iwe ndoa iwe mahusiano, unaweza ukaingia pale, mwanaume anaanza kukuambia yani anakuhudumia wewe, si ndio? Anasahau kwamba na wewe kuna watu huko nyuma wanakutegemea. Kwa sasa nifanyaje ili nisionekane dependent kwako? Natafuta kitu extra. Labda basi biashara, sijui nini. Yes. Yani issue ikoje? Iko hivi. Sawa. Unaweza sawa ukaijua, lakini kuna yule mwingine anaanza kucomplain unahudumia sana familia yako.
Yani kwamba hicho unachokipata kiko wapi. Hizo kesi zipo kwamba huyu anafanya kazi lakini sioni mchango wote ndani, yani ndani kwamba anafanya kazi anamfanyia nani sasa? Hafanyi chochote. Anasahau kwamba ana majukumu nyuma. Alimkuta na majukumu nyuma. Umeona? Lakini hata mimi pia nina majukumu. Yani weekend kwa mfano, mimi naweza nikahudumia kwetu, hainikatazi. Lakini tukubaliane, mama kuna hapa bibi mkubwa hapa, bibi nimpelekee kama 200 hivi kwa ajili ya fun. Kwani hiyo kuna ubaya? Hakuna. Hiyo as long as kwamba kuna makubaliano. Yes, tunakubaliana. Yani wewe una biashara yako ambayo hutaki mimi nikubugu, lakini put money kwenye table, si ndio, as a family. Bana mzee, mimi nyumbani kule kuna changamoto ABC. Sasa na hapa kuna hivi. Hebu kujui mimi nichukue kiasi fulani nipeleke nyumbani ili kasolve vitu fulani. Hiyo trust me inaweza kutengeneza upendo mwingi sana, kwa sababu hujanificha hata kama unapeleka kwenu, lakini I am aware kama kuna hela haitakuwepo kwenye ofisi sababu imeenda kwa nani? Kuliko sasa unifiche kabisa nikijua ni kwamba una biashara afu napanga hela kwenu. Sasa mimi najisikiaje? Lakini sasa wengine unajua watu mnatofautiana. Na mpaka mtu anafanya kitu hicho labda cha kuficha, ana sababu. Chunguza. Hata yule ambaye ametrend sana, yule dada aliongea sana. Chunguza. Kaa naye chini, yani fuatilia kuna namna amepigwa tukio moja takatifu. Sasa si aibu watu. Sasa not kwa aibu, yeye anaongea kama alert. Unaelewa? Ameongea kama alert, ila sasa ile namna ya kuongea sawa, ndio inawezekana amepitiliza, ameongea yani hivyo, ameongea kama ku release machungu yake na nini, unaelewa? Kwenye ndoa, mimi ninachoamini kwamba kwenye ndoa ziko ndoa nzuri pia. Yes. Sana. Kwa sababu mimi naona watu wengi sana wanazungumzia mapungufu, negativity. Wanazungumzia negativity. Mimi naamini wakitokea watu wengine wanaweza kuzungumzia ndoa vizuri, nadhani hiyo itabala. Nikwambie, jiulize hivi, wanaozungumziaga ndoa mbaya ni wanawake au wanaume? Wanawake. Wote. Wanaume tunaga hiyo sehemu la wewe tusize kazi namba 3 hapa na kitu kwa sababu unajua kwa sababu gani wanawake ndio wanaozungumza sana? Kwa sababu yani maumivu makubwa au hasara kubwa anaipata mwanamke. Okay. Kivipi hivi? Wewe ukishaleta matatizo kwenye familia, ni mimi ndo ninakuwa na wale watoto, mimi ndo nabaki, yani nakuwa all over family, mimi ndo ninakuwepo pale. Kwa hiyo educator unakuwa haupo tena. Unaona inachokuwa, kwa hiyo the empire inabakia kwa yule mama. Yes. Na siku zote sisi hatujaumbwa kusimamia kitu. Mimi ndo nimeomba kusimamia kitu. Nikishabaki kusimamia mimi kitu, nakuwa lazima niwe na nani fulani hivi. Ndio maana naweza kuongea, naweza kila kitu. Kutoa, yani naweza kutoa kitu. Naweza afu sisi tunapenda kushare. Unaona? Kwa maana hata wanawake wengi akipitia hii tofauti, atamani mwingine aipitie. Ndio maana sisi tunakuwa wepesi kusema kitu fulani. Sisi hatuna uwezo wa kuhold kitu. Na lazima niseme kwamba kitu fulani hivi kinaenda hivi na hivi, ili mwenzangu hawe wazi kwamba unapoingia sehemu fulani lazima uwe makini. Ukiona sign fulani na fulani, mimi kwangu ilianza hivi ikafuata hivi, kwa na mimi nikiona naona okay, sister ile nilivyosema kwamba unashirikisha, lakini kuna ile unaweza uwe na personal issue inakufanya ushindwe kushirikisha. Pia hiyo navyofahamu inakaa hivyo. Unakuwa umepata kitu, labda mlikuwa mnashare pamoja percent fulani hivi na hivi. Unapokuwa unahitaji kutoa kitu fulani, hauwi tena comfortable. Kwa sababu mimi ninaweza nina matumizi mengi, wewe usio na matumizi mengi. Tumeshaweka kwa pamoja. Mimi nikitoa wiki ya kwanza, nikitoa wiki ya pili, hujatoa kabisa. Vuruga, unaona? Okay. Kwa hiyo doubt zinaanza. Lakini pia mfano, ametolea mfano kama kusaidia familia. Unaponichukua mimi kwetu, haimaanishi mimi ninaiacha ile familia. Let's say kuna wale first born, kuna yule ambaye yani kwa familia yao ndo kidogo ameinuka. Unapomchukua mna share vitu fulani, nyinyi mmeshare labda kwa makubaliano, tujenge familia yetu sisi kwanza. Lakini mimi pia ni dada sehemu fulani. Mimi pia ni labda ndio mama sasa hivi wa hiyo familia pia. Umeona? Kwa hiyo mimi nitakapokuwa natoa tu kwenye ule makubaliano yetu au kile kipato tulichokiweka kwa pamoja,
hope jamani haitoshi tu. Kwa hiyo nitakapoanzisha na nikwambie kuna bado mentality ya mtu sasa ndio uko naye. Anaweza awaze kwamba sasa kama ameweza kuanzisha kitu fulani, huyu anaweza sasa hivi kujisimamia. Kuna vitu fulani nitapunguza. Obviously. Anapunguza kabisa vitu. Gharama sijui kama ulikuwa unamhudumia mama hela saluni inakata. Sijui mafuta sijui inakata. Unajua mimi siko vizuri. Ungechukua pale kwako